Get the point. Take a step forward. Tumeingia kwenye nini sasa? Tunaingia kudeki midomo. Deki mdomo wako. Kuna wengine tangu wawepo hapa hawajawahi kuideki. Yaani mpaka imeanza kutengeneza kitu kingine. Na niliwaambia jizoeze kuachama ili uongeze siku za kuishi. Yaani usione watu wananawiri ni sawa ni tabasamu. Tabasamu ni dawa. Yaani ukiishi maisha ya kunja uso, unajizehesha mapema. Halafu unajitengenezea sumu za kukuua mapema. Utakufa mapema mno. Usione watu hao wameimba siku nyingi. Wenzao waliozaliwa nao walishakufa kwa sababu hawaimbi. Kuimba ni dawa na kucheka ni dawa. Acha maisha ya kununa, unajiwaisha kufa bure. Achama ili hewa chafu itoke na safi ifanye nini? Iingie. Yaani unapoachama hewa chafu ya ndani inatoka, safi ya nje inafanya nini? Inaingia, maisha yanasonga. Kuna wengine mmezeeka kabla ya muda. Tatizo mnakaa mmekunja uso. Acha hiyo. Fumbua mdomo, hilo sio begi la kufungia nguo. Tuna deki ili tuendelee na kazi. Bwana asifiwe. Wangapi wanaombea tudeki? Mikono juu. Tuna deki hata kama hujanyosha. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tuombe. Lihimidiwe jina lako Mungu wetu mwema wa mbinguni, Mungu wetu mkuu. Wewe tunayekuabudu kwenye viwanja hivi, tunaliita jina lako kuu, takatifu, lenye nguvu, lenye mamlaka, jina lilotukuka mbinguni na duniani. Silaha ya mapepo na majini na mashetani. Wewe ndiye Mungu uliyeumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo mbinguni na vyote vilivyomo duniani na vyote vilivyomo majini chini ya dunia. Vyote vimeumbwa na wewe na sisi sote ni kazi ya mikono yako. Jina lako litukuzwe. Leo tumekuja tena kwenye viwanja hivi kukuabudu kwa nyimbo, kwa neno. Tunaomba sasa Yesu, ahadi zako leo zitimie. Ulisema tukikuinua juu ya nchi utawavuta watu wote waje kwako. Sasa wote tuliokuja tufanye mateka na neno lako la leo litufanye kukuinuliwa na utuvute wote tuje kwako. Tusaidie kuelewa, na Roho Mtakatifu afunike watu wote, afurike kwa wingi, na malaika watakatifu wahudumu pamoja na mtumishi wako. Shuka ukawe mhubiri mkuu, Roho Mtakatifu akawe mkalimani. Somo la leo lieleweke na liwavute watu wengi waje kwako. Tutakase kwa hii kweli, maana neno lako ndio kweli. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Tunaendeleza somo la jana linalosema kesi inayosumbua. Na imewasumbua watu wangapi? Imesumbua watu wengi. Jana nilikuambia leo tutaiamua, na jana tukaiahirisha. Mungu anasema leo tunaamua. Biblia na Qur'ani ilisema kwamba lazima mashahidi wawepo ili kesi ifanye nini jamani? Iishe. Biblia katika kitabu cha Isaya 43 ilisema leteni mashahidi ili kesi iishe. Leteni nini? Mashahidi. Akaandika fungu la 9 akasema hivi, na wakusanyike mataifa yote, wote waje, kabila zote wakutanike. Sikiliza hiyo. Ni nani miongoni mwao awezaye kuhubiri neno hili na kutuonyesha mambo ya zamani? Sikiliza hiyo. Na walete mashahidi wao. Lazima walete mashahidi wao, wapate kuhesabiwa kuwa na haki. Ili wahesabiwe kuwa na nini? Haki.
haki haiwezi kapatikana bila mashahidi kuwepo. Niliwaambia hata jana, jamani, kesi zote zilizo halali, zinazoshinda kwa uhalali, lazima ziwe na ushahidi wa kutosha, ziwe na vielelezo vya kutosha. Na hapa Biblia inaunga mkono, inakubali, inasema kwamba ili watu wapate haki zao, leteni nini jamani? Mashahidi, watu wapate kuhesabiwa nini? Haki. Hakuna haki bila mashahidi. Kitabu cha Korani ile 24 fungu la 13 chenyewe kinakubaliana na Biblia, kinasema lazima mashahidi 4 wasimamishwe kutoa ushahidi. Na hasa nataka nisimamishe hao 24:13 wameandika hivi. Korani takatifu, kitabu kisicho na shaka ndani yake, kiwekwambia kinaungana na Biblia. Sisi tu ndio waga tunabishana. Vitabu hivi vinakubaliana vizuri mno. Nashangaa sisi kubishana. Biblia na Korani vinakubaliana vizuri, na ni vitabu vinavyofanya binadamu kuokolewa. Hebu soma hiyo fungu. Tunasoma Korani takatifu surata An-Nur 24 fungu la 13. 24 fungu la 13. Mbona hawakuleta mashahidi 4? Wasipoleta na walipokosa kuleta mashahidi, basi hao mbele ya Mwenyezi Mungu ni waongo. Yaani bila kuwepo mashahidi, kesi yako itaonekana ni ya nini jamani? Ni ya uongo. Ili ionekane ni kweli, leta mashahidi. Na Korani inasema waanzie mashahidi wangapi? 4. Na mimi napenda nianze na ushahidi, nianze na mashahidi hawa. Tunachotafuta ni kuijua siku ya 7 sahihi katika wiki. 7 kuna ngapi kwenye wiki? Kuna 7 ngapi kwenye wiki? 1. Hebu isikilize kwenye Mwanzo 2. 7 kwenye wiki, tuna 7 moja tu. Hebu isikilize kwenye Mwanzo 2 fungu la 1. Biblia katika Mwanzo 2 mstari wa 1 inasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya 7. Siku ya ngapi? Na siku ya 7. Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7. Akastarehe siku ya ngapi? Hiyo ndiyo tunayotafuta leo. Mashahidi watuambie ni lini, maana dunia imechanganywa. Shetani amechanganya watu leo. Mungu alipoweka siku ya 7 moja, yeye akaweka 2, zikawa ngapi? Sasa imeshindikana kuelewa ipi ya kweli. Mpaka dakika hii kesi inasumbua watu. Watu wanauliza hivi ni ipi ya kweli sasa? Maana Ijumaa napo wanasema ni 7, Sabato Jumamosi nao wanasema hivyo, wa Jumapili nao wanasema ni Jumapili. Sasa tunataka leo Biblia na vitabu vingine vituambie 7 ya kweli iko sehemu ipi, iko siku gani? Maana Yesu anasema Sabato ni moja tu kwenye wiki. Yaani 7 iko ngapi tu jamani? Moja. Ni 7 moja tu. Yaani mimi nashangaga hizi maiki, siku zingine zote za wiki 2 hii maiki ilikuwa katikati. Ila tumefika masomo ya jana na leo, kuanzia juzi imeanza kuleta shida. Sijui ni nini. Sasa hii ndio anashangaga. Sijui tumefika kwenye vita yenyewe. Tumefika kwenye vita yenyewe. Yaani ilikuwa haijawahi kuleta shida za kukatakata. Hebu soma msomaji. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7. Ipo Biblia inasema Mungu akaibarikia siku ya 7. Akaitakasa. Kwa sababu katika siku hiyo. Rafiki zangu, hata kama hatujui Kiswahili tuelewe tu, yani tujifanye kama tunaelewa. Unajua kama zingelikuwa nyingi Yesu angelisema maana katika siku hizo. Kama zingelikuwa 3 zote ni halali, Mungu angelisema hizo. Lakini sasa hivi, hebu rudia hiyo sentensi watu waisikie vizuri. Kwa sababu katika siku hiyo. Katika siku hiyo ngapi? Mungu alistarehe.
akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Akastarehe siku ya ngapi hiyo jamani? Saba. Sasa ndio tunayotafuta leo. Siku ya saba ni lini? Je, ni Ijumaa? Au ni Jumamosi? Au ni Jumapili? Nitafafanua siku moja baada ya nyingine na somo linaishi. Na jana ndio tulifikia hapo. Kila siku inazo sifa zake. Tutaanza na Ijumaa. Kwa mujibu wa cha Mwanzo 1, Ijumaa ni siku ya 6. Na Biblia yote inatuthibitishia hilo. Na vitabu vingine vyote vinatuthibitishia hilo. Na leo tunasimamisha mashahidi 4. Namba 1 ni Biblia. Namba 2 Qur'an. Namba 3 ni vitabu vya madhehebu. Ili vituthibitishie tu saba iko wapi kati ya Ijumaa, Jumamosi na Juma ngapi? Na Jumapili. Sikiliza vizuri kweli. Halafu mwisho tutathibitishiwa na vitabu vya dunia. Ni tunaanza na Biblia, baadaye Qur'an, vitabu vya dini na vitabu vya dunia. Vilivyoandikwa na wapagani tu. Navyo vituthibitishie. Hawa ndio mashahidi nao waleta kwenu leo. Maana Biblia imeandikwa hivi. Kile kitabu cha Danieli 9 fungu la kwanza na la pili kimeandikwa hivi. Hebu isikilize hii. Danieli 9 mstari wa kwanza anasema, katika mwaka wa kwanza wa Dario, mwana wa Ahasuero, wa uzao wa Medi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya miliki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli. Anasema mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu. Kwa kuvisoma vinini? Kwa kuvisoma vitabu. Kuvisoma vinini? Vingapi? Vingi. Yes. Mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu. Nilifanya nini? Soma. Nilifahamu hesabu ya miaka. Ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii. Na kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu. Yaani miaka 70. Akaifahamu hiyo miaka ya kujengwa kwa Yerusalemu kwa kuvisoma nini? Vitabu. Kwa kuvisoma vitabu. Naomba usikilize vizuri. Na mimi nimekuambia nitasimamisha mashahidi hao. Tuna vielelezo vya kutosha. Tunachotafuta tuijue saba iko wapi. Kati ya Ijumaa, Jumamosi na Juma ngapi? Tusitembee gizani. Mwanzo 1:31 anasema Ijumaa iliitwa siku ya 6 tangu kuwekwa misingi ya dunia. Ijumaa ikaitwa siku ya ngapi? Ya 6. Fungu la 31 ameandika hivi. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni na asubuhi siku ya 6. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya ngapi jamani? Kabla hata haijaitwa Ijumaa. Ijumaa iliitwa siku ya 6. Tutakusaidia tuelewe kwa nini iliitwa Ijumaa. Hizi ni kalenda tu za watu. Lakini Biblia haijaita Ijumaa, ila ni kalenda tu zilizojitokeza baadaye. Maana walioita Ijumaa ni Waarabu. Kalenda za Kiarabu. Wao wakaita Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Hiyo ni kalenda ya Waarabu. Lakini kalenda ya Mungu bado haijabadilika, ni ile ile. Kabla Ijumaa haijaitwa Ijumaa, iliitwa siku ya ngapi? Ya 6. Na hii ndiyo sifa ya kwanza ya Ijumaa. Iliitwa siku ya 6. Sifa ya pili, Ijumaa ina sifa 3. Nimesema ina sifa ngapi? Sifa namba 2 ya Ijumaa, Ijumaa ni siku ya maandalio. Nitakwambia kwa nini iliitwa siku ya maandalio. Sifa ya mwisho ya 3, Ijumaa ni siku ya ukombozi. Kwa nini? Ni kwa sababu Yesu alikufa Ijumaa, akamwaga damu yake msalabani Ijumaa, na ukombozi wa mwanadamu kupitia damu ya Kristo iliyomwagwa pale msalabani
ukapatikana siku ya ngapi jamani? Ya Ijumaa. Kwa nini iliitwa siku ya sita? Iliitwa siku ya sita na Mungu mwenyewe. Kwa nini iliitwa siku ya maandalio? Kutoka 12 fungu la 4. Kutoka 16 fungu la 4. Isikilize hiyo. 16 fungu la 4. Kutoka 16 fungu la 4. Ndipo Bwana akamwambia Musa. Akamwambiaje? Tazama, mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate. Hapa ni Waisraeli wanatoka Misri kwenda wapi jamani? Kanaani. Na sasa wamefika jangwani, chakula kimewaishia. Watu wakaanza kumnungunikia Musa, kumlilia kiongozi. Ndipo Mungu akamwambia Musa, tazama mimi nitawanyeshea mvua ya nini jamani? Ya mikate itakayoshuka kutoka mbinguni, lakini masharti yake ni haya. Endelea. Nitawanyeshea mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku. Wakaambiwa kila siku watoke waokote mlo mmoja, kila siku wasizidishe, ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Kisha itakuwa siku ya sita. Kisha ikifika siku ya sita, ya kwamba waokote, watayaandaa hayo watakayoleta ndani. Nayo yatakuwa ni mara 2 kuliko wayaokotayo kila siku. Bas. Wakaambiwa mikate hiyo itakuwa na masharti haya. Kila siku okota mlo mungapi? Kila siku okota mlo mungapi? Ila ikifika siku ya sita, Mungu anazungumuza. Akasema ikifika siku ya sita, basi waweke maandalio. Waokote mara ngapi? Waokote milo 2 kuliko waokotavyo kila siku. Kwa nini? Fungu la 22. Naomba usikilize vizuri sana. Leo napenda nikufundishe kiakinifu kabisa. Labda ushindwe wewe tu kuelewa. Fungu la 22. Toa 16 fungu la 22. Usingelikuwa unafunika kabla ya kukuhama. Basi ikawa siku ya sita. Ilipofika siku ya sita, wakaokota kile chakula sehemu maradufu. Ndipo waliokota kile chakula, wakaokota ile mikate sehemu mara ngapi? Wakaokota mara 2. Kila mtu pishi 2. Kila mmoja akaokota milo 2. Na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa. Wakamwambiaje? Akawaambia, sikiliza hiyo. Ndilo neno alilonena Bwana. Hili ndilo neno lililonenwa na Bwana. Kesho ni starehe takatifu. Kesho ni starehe takatifu. Sabato takatifu kwa Bwana. Bwana asifiwe. Ni sabato takatifu kwa nani? Niliwaambia sabato sio ya Loisi, wala sio ya Kamuhanda, wala sio ya Musa. Sabato ni ya Bwana. Wakaambiwa hili ndilo neno lililonenwa na Bwana. Kesho ni starehe takatifu, ni sabato takatifu kwa nani? Kwa Bwana. Sikia hiyo. Okeni mtakachooka, tokoseni na kutokosa mtakachotokosa, kisha na hicho kitakachosalia jiwekeni kilindwe hata asubuhi. Endelea. Basi wakakiweka hata asubuhi, kama Musa alivyowaagiza. Endelea. Nacho hakikutoa uvundo wala kuingia mabuu. Endelea. Musa akanena, akasema, haya, kuleni hiki leo. Ndipo Musa akawaambia, haya, kuleni hiki. Maliza. Kwa kuwa leo ni sabato ya Bwana. Maana leo ni sabato ya Musa. Kwa kuwa leo ni sabato ya nani? Ya Bwana. Hakitapatikana hata kama mkienda kuokota leo, hakipo tena barani. Leo hamtakiona nje barani. Majamaa mengine yenye vichwa maji yalienda kuokota, yakakuta kweli hakuna kitu. Maana ni Bwana amefanya nini jamani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo ndipo siku ya sita ikawa ni siku ya nini jamani? Ya maandalio. Ni kwa sababu hiyo. Yaani usipoelewa na leo unasikia la kufa. Na ndiyo maana mpaka dakika hii wacha Mungu duniani kote
wanafanya maandalio Ijumaa. Kama wewe hufanya, bado tu hujaelewa. Siku kielewa utafanya. Siku zote za Ijumaa mpaka leo, siku za Ijumaa ni siku za maandalio. Andaa vitu vyako vyote, weka tayari kila kitu, hata kama ni chakula kipikwe, kisubiriwe tu kuliwa juma ngapi? Maana ni neno la Bwana lilisema, okeni mtakachooka, tokoseni mtakachofanya nini? Nacho kiwekeni kilindwe hata kesho, maana kesho ni sabato ya nani? Hiyo ndio sifa ya pili ya siku ya Ijumaa. Sifa ya mwisho, siku ya Ijumaa ni siku ya ukombozi. Kwa nini? Yesu alikufa siku hiyo. 23 Luka, isikilize hiyo nayo. Hiyo ndio sifa. Katika sifa zote za Ijumaa, hakuna sifa inayosema Ijumaa ni siku ya saba. Hakuna sifa hiyo. Hebu isikilize fungu la 44. Luka 23:44. Ameandika nini? Hapo ilipokuwa yapata saa 6. Kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Endelea. Jua limepungua nuru yake. Endelea. Pazia la hekalu likapasuka katikati. Sikia hiyo. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, Baba, roho yangu mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Ijumaa hiyo ilikuwa ni siku ya nini jamani? Ya Ijumaa. Yesu akakata roho wapi? Msalabani. Naomba uchukue Kiswahili cha kisasa, watu wasikilize vizuri, waielewe hiyo vizuri. Chukua hiyo Biblia ya Waswahili. Biblia ya Waswahili. Waswahili wanasemaje? Fungu la 50 anzia 44. Soma hapo. Luka 23:44 hiyo. Tunaanzia fungu la 44. Isikilize vizuri hiyo. Biblia inasema, Soma sasa. Vipi? Ilikuwa yapata saa 6 mchana. Jua likaanza kuangaza. Giza likaivamia nchi yote mpaka saa 9. Na pazia lililokuwa limetundikwa hekaluni likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kubwa, akasemaje? Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha sema hivyo, akakata roho. Hebu tulia kidogo. Alipokwisha kusema hivyo, alikata nini jamani? Ilikuwa ni siku gani? Soma fungu la 54 hiyo. Siku hiyo ilikuwa Ijumaa. Rudia watu waielewe hiyo. Siku hiyo ilikuwa Ijumaa. Siku hiyo ilikuwa Jumaa ngapi? Ilikuwa Jumaa ngapi? Maliza baba hiyo. Na maandalio ya siku ya Sabato yalikuwa yanaanza. Bwana asifiwe. Na maandalio ya Sabato, ya siku ya Sabato yalikuwa yanafanya nini jamani? Hiyo ndio napasa uielewe kabisa kwamba kumbe Ijumaa ni siku ya nini jamani? Ya maandalio. Jamani, nikasema usipoelewa na leo sikio lako lina tatizo. Na tunaliombea kama lina ugonjwa huo lipone kwa jina la Yesu. Maana leo kila mmoja anaelewa. Wabaki tu kataa rwa makala. Sikuma tunasema rwa makala. Kwa Kiswahili sivyo rwa makala mnaiitakaje? Wakataa tu kwa makusudi tu. Yaani kwa nguvu tu. Ila ukweli umefanya nini? Umeeleweka. Ijumaa ni siku ya maandalio. Hebu nisomee ule ukurasa wa 361 ile kibiblia hiyo. Ukurasa wa 361 pale palipoandikwa matayarisho. Biblia inasemaje hapo? Maana tunatoa ushahidi wa uhakika. Yaani leo tunafundisha kwa uhakinifu. Mtu abaki tu yeye mwenyewe kushangaa. Hebu isikilize. Biblia Kiswahili cha kisasa ukurasa 361 matayarisho. Imeandikwa matayarisho. Matayarisho ni siku ya 6 katika hesabu ya siku za juma na Kiyahudi. Watu waelewe Kiswahili hata kama hamjakisomea, mkielewe tu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Wanakuambia matayarisho ni siku ya ngapi? Ya 6. Matayarisho ndio maandalio kwa Kiswahili kingine. Matayarisho yanafanyika siku ya ngapi jamani? Na siku ya 6 ndio siku gani hiyo? Yaani siku ya Ijumaa. Yaani ni siku ya Ijumaa ambapo Wayahudi walijitayarisha kuiadhimisha Sabato. Jumaa ngapi? Jumamosi. Bwana asifiwe.
Usipoelewa na leo una tatizo. Kwa hiyo Ijumaa haina historia ya kuitwa siku ya saba. Na Ijumaa sio rasmi kwa mapumziko. Na kama ulifundishwa hivyo, uliliwa. Keusi na kekundu kabisa. Ijumaa ni siku ya sita. Ijumaa ni siku ya maandalio. Ijumaa ni siku ya ukombozi. Ni kwa sababu tu Yesu alikufa Ijumaa na ukombozi wa wanadamu kapatikana Ijumaa ngapi jamani? Ijumaa. Sio siku ya kuabudu na wala sio siku ya mapumziko kabisa. Ndivyo hata Qur'ani inashuhudia. Chukua Qur'ani haraka takatifu. Tuna Qur'ani mbili hapa, kuna Qur'ani takatifu na Qur'ani tukufu. Kwa wale wanaosomaga Biblia na Qur'ani wanazifahamu. Sisi ni walimu wa vitabu. Kwa hiyo tukikusomea tukufu napo tutakwambia chukua Qur'ani tukufu. Ukisikia nasema tukufu, elewa tumebadilisha, tunachukua nyingine tena. Sasa naomba unisikilize vizuri, maana Biblia na Qur'ani zinakubaliana vizuri mno. Tatizo watu hatusomaji tu vitabu. Ila Danieli kwa kuvisoma vitabu alifahamu. Na mimi nakuombea leo kwa kuvisoma vitabu, leo uifahamu siku ya kumwabudu nani jamani? Leo uifahamu. Yaani hata kama wewe ni kiziwi, tutakuombea usikilizie hata kwenye pua. Ili tufanye nini jamani? Bwana asifiwe. Leo ni siku ya kufahamu. Kwa nini usifahamu wewe? Kwa nini usifahamu? Qur'ani imeandikwa hivi, na Biblia na Qur'ani zinakubaliana. Qur'ani na Biblia zinakataa kabisa kwamba Ijumaa sio siku ya mapumziko. Hata Qur'ani inakataa. Inasema sio siku ya mapumziko na wala sio siku ya ibada. Inakataa. 62 fungu la 9 somo. Qur'ani 62 fungu la 9. 62 Qur'ani fungu la 9. Ameandika hivi. Isikilize vizuri, hii itakusaidia. Hii nzuri kuliko. Ameandika hivi. Kila kitabu cha Qur'ani na cha Biblia ni vitabu vilivyo sahihi kabisa. Soma. Qur'ani takatifu 62 fungu la 9. Soma hapo. Fungu la 9. Hai. Enyi mlioamini, isikilizeni hii. Yasikusahaulisheni mali yenu. Yes, mbona unasoma kwingine? Soma vizuri hapo fungu la 9 hapo. 62 fungu la 9 hapo. Ni hapo tu, yani unataka kukosea. Enyi mlioamini, yasikusahaulisheni mali yenu wala watoto wenu kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Umesoma wapi hiyo? Fungu la 9. Unaanza vizuri lakini unaenda au umeenda juzu? Hapana. Fungu la 9 hiyo. Hebu soma fungu la 9. Hebu isome. Nilisoma juzu, samahani. Sasa nimekwambia umeenda juzu. Kumbukeni. Bwana asifiwe. Niliwaambia hayo ndio macho ya nje. Sasa tunasoma Qur'ani tukufu, mtakuwa mnapima nyinyi wenyewe. Tuko kwenye takatifu. Tunasoma Qur'ani takatifu 64. Unataka fungu la 9. Unakosesha watu, ni 62. 62 fungu la 9. Haya, soma sasa. Kumbukeni siku atakayo kukusanyeni kwa ajili ya siku ya makusanyiko. Hebu. Unasoma 60 na ngapi hiyo? Mbona leo umekuaje wewe? Ni 64 62. Nakwambia 62. Wewe mbona Sasa kama wanakuangalia kwenye mtandao si watashangaa. Naomba hapo sasa mzime kwanza. Hapo sasa yani wakikuchapunisha hapo ndipo utabaha na kubaha kabisa. Yaani nafutu kupeleke tu taratibu. 62 bado hujaipata wewe. Bwana asifiwe. Amen. Wangapi wanakubali kwamba original ni yale ya ndani? Mikono juu. Biblia
Imeandikwa na Qur'ani zinakubaliana. Soma sasa hiyo. Enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, kukiazimiwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu. Nendeni haraka mkamtaje Mwenyezi Mungu. Na acheni biashara. Acha biashara kidogo. Kufanya hivi ni bora kwenu. Ikiwa mnajua hivi, basi fanyeni. Sikiliza, sherehesha. Soma sherehesha hiyo. Fafanuzi. Soma fafanuzi. Nasema imeandikwa siku ya Ijumaa. Isikilize vizuri sasa hiyo. Siku ya Ijumaa haikatazwi kufanya kazi. Nenda kwa vituo. Siku ya Ijumaa haikatazwi kufanya kazi. Haikatazwi. Naomba hata kama hujui Kiswahili ukijue tu. Siku ya Ijumaa haikatazwi kufanya nini? Kazi. Haikatazwi. Maana ni siku ya 6 ya juma. Endelea baba. Kinyume cha wanavyodhani baadhi ya watu. Kinyume cha wanavyofikiria baadhi ya watu. Endelea. Wanaambiwa ukifika wakati wa kusali waende wakasali. Wanaambiwa ukifika wakati wa kusali wakimbie wafanya nini? Wasali. Ikiisha sala. Endelea. Sio wasifanye kazi kutwa. Na ikiisha sala watoke wakafanye kazi zao kama walivyokuwa wakifanya. Wanaambiwa waende wakasali, wakimaliza sala warudi waendelee na nini? Na kazi zao kama ilivyo kawaida. Maana siku hiyo sio siku ya mapumziko, wala sio siku ya kumwabudu Mungu iliyo sahihi. Sio siku ya 7, ni siku ya 6. Kwa hiyo ni siku ya kusali kama kawaida, kama siku zingine. Kumbuka Waislamu wana siku zote za sala. Yaani kila siku taandika sala ngapi? 5. Ni kawaida yao kila siku. Hawana Ijumaa wala Alhamisi. Kila siku. Na hapa wanakuambia Ijumaa usiifanye siku ya mapumziko. Ifanye kama zilivyo tu siku zingine. Ukifika wakati wa sala kimbia, fanya nini? Sali. Maliza sala, endelea na nini? Maana ni siku ya 6. Bwana asifiwe. Huo ndio ukweli wa Biblia na Qur'ani. Huo ndio ukweli. Na kama ulikuwa umefundishwa kwamba eti Ijumaa nayo ni siku ya ibada, kama ibada ya mapumziko, rafiki yangu, wale waliokufundisha hawana elimu ya Qur'ani. Maana kuna wengine wamezishikilia tu na kuzitunza ndani. Hawana elimu nazo. Ni kama Biblia. Kuna wengine wameshika Biblia tu, hawana elimu nazo. Ndio maana akishika kuifundisha anashindwa ianzie wapi, aimalizie wapi. Matokeo anakuchapurishia mapambio. Na mabwana asifiwe yasio na idadi. Niliwaambia ukikutana na injili ina mabwana asifiwe mengi, elewa mwenye kufundisha, mwalimu wa siku hiyo hana chochote kwenye maandiko. Kwa hiyo lazima aendeshe tu maibada ya mabwana nini? Maana hana chochote kwenye Biblia. Hana. Kwa hiyo utakuta anakuchapurishia tu masaa yote mpaka muda ufanye nini? Anakuchapurishia tu hayo mabwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana. Yaani mpaka sauti inagoma kwa mabwana nini tu. Hana chochote. Bwana asifiwe. Kaa kwangu nikakuangalia, je, unaniangalia? Kaa kwangu nikakukuweka sawa. Kukuangalia, je, umesinzia ama tuko pamoja? Tumeiweka hapo Ijumaa. Ninakupeleka juma ngapi jamani? Nakupeleka Jumamosi. Jumamosi ina sifa 4. Ziandike wanaoandikaga. Imepewa sifa ngapi? Sifa ya kwanza ya Jumamosi ndio inayopatikana kwenye Mwanzo 2. Narudi kusoma hapo. Mwanzo 2 fungu la kwanza. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Imalize. Na siku ya 7. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Jamani, siku ya Jumamosi kwa sifa namba 1 ni siku ya 7. Sifa namba 1 ya Jumamosi ni siku ya nini? Ni siku ya 7 ya juma katika wiki ambayo Bwana alipumzika. Endelea. Akastarehe siku ya 7. Akastarehe siku hiyo. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Endelea.
Mungu akaibarikia siku ya saba. Hiyo ndio sifa ya pili ya Jumamosi. Mungu akaibarikia siku ya saba. Akaitakasa. Kwa nini? Kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Naomba uziandike sifa hizi. Siku ya Jumamosi kwa sifa ya kwanza ni siku ya ngapi? Sifa ya pili, Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi zake. Kwa sifa ya tatu, Mungu aliibariki siku ya saba. Tafuta Biblia yako yote, siku zote za juma, hakuna siku ambayo ilibarikiwa isipokuwa ni siku ya saba, ambapo Mungu alifika akatulia akasema siku hiyo ikabarikiwa na kutakaswa. Sifa ya tatu, Jumamosi ni siku iliyobarikiwa. Jumamosi ni siku ya mibaraka. Jumamosi ni siku ya utakaso. Ndio maana watu wote tunakutana ili tubarikiwe, tutakaswe kwa neno. Jumamosi imewekwa rasmi kwa hayo. Sifa ya aina na ya mwisho ni agizo ama ni amri ya Mungu ambayo haipingiki. Ni agizo kwa wanadamu wote wenye akili timamu. Kutoka 20:8 imeandikwa hivi, ni agizo: ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Anayesema huyo ni nani jamani? Ni agizo. Sifa ya aina ya Jumamosi ni agizo, si kwamba ni kitu kilichopangwa na watu. Ni agizo, limeagizwa na mwenyewe. Akasema ikumbuke siku ya Sabato, ifanye nini jamani? Uitakase. Siku sita fanya kazi. Agizo hilo. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Ni Sabato ya Bwana Mungu. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Ni agizo. Wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaifanya nini jamani? Akaitakasa. Ni agizo. Sifa ya aina hiyo. Kila binadamu mwenye akili timamu anaagizwa afanye kazi zake ndani ya siku ngapi tu? 6. Siku ya saba afanye nini jamani? Tena Biblia inaagiza, inasema asifanye kazi yoyote, iwe ya maji. Acha na Sabato zingine, wengine anaanzia shamba kwanza, anatoka kwa naoga bigua anakimbia kanisani, na hawafanyi vibaya, maana wako kwenye siku za kazi, wafanye hivyo. Lakini siku ya saba ya Jumamosi imeagizwa hivi, usifanye kazi iwe ni maji, ni marufuku. Kuosha vyombo hakuna kabisa. Kuwa na vyombo vilivyo wakifu kwa ajili ya Sabato tu. Tena anasema wewe wala mwana wako wala mjakazi, yani mtumishi wa ndani, wala mtumwa wa mtumishi wa nje, mtumishi wa kiume asifanye kazi, wala mnyama wako hakufanya nini? Wa kufuga. Una mapunda, masomba, mizigo, yaache siku hiyo na yenyewe yalilaki kwanza. Ya starehe na yenyewe. Una ng'ombe za kulima, zipumuzike. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nini? Na nchi na nini? Na bahari na vyote. Akastarehe siku ya ngapi? Kwa hiyo Bwana alibarikia siku ya ngapi? Naomba hiyo uinoti. Ni juma ngapi hiyo? Rudi kwenye Biblia ya Kiswahili cha kisasa, watu wasaidie vizuri, itusaidie vizuri hii. Hebu rudi kwenye Biblia ya Kiswahili cha kisasa tusaidie. Hii siku ya saba ni lini? Je, ni Ijumaa? Je, ni Jumapili? Lazima leo tufahamu kwa kusoma, sio kwa rugaruga. Naomba nenda kitabu cha Biblia hiyo ya Kiswahili cha kisasa, ukurasa 362. Naomba unisomee kwenye maneno magumu ya pale palipoandikwa S. Hapo palipoandikwa S, soma hapo. Tunasoma kitabu cha Kiswahili cha kisasa Biblia, ukurasa wa 362. Fafanuzi za maneno
kutokana na neno esi, Sabato. Sabato ni siku ya 7 ya juma la Kiyahudi. Kwetu ni Jumamosi. Rudia hiyo watu waisikilize vizuri. Soma kwa vituo ili watu waelewe. Sabato ni siku ya 7 ya juma la Kiyahudi. Hiyo ndio nataka kwanza watu waelewe kwamba unaposikia neno Sabato limetamkwa kwa Kiebrania, maana yake ni pumziko la siku ya ngapi? Ni pumziko la siku ya ngapi? Ya 7. Yaani wewe ukipumzika siku ya kwanza ya juma, hiyo haiitwi Sabato. Upumzike Jumatatu, haiitwi Sabato. Yaani ili iitwe Sabato, pumzika siku ya ngapi? Maana Sabato ni neno la Kiebrania, maana yake ni pumziko la siku ya 7. Kwetu ni Jumamosi. Kwetu ni juma ngapi? Jumamosi. Kwetu ni juma ngapi? Ni Jumamosi, ambapo haikuruhusiwa kufanya kazi yoyote. Bwana asifiwe. Haikuruhusiwa, haitaruhusiwa mpaka Yesu anaporudi mara ya pili. Haikuruhusiwa na haitaruhusiwa kufanya kazi yo. Yaani ukifanya, umefanya tu kwa kiburi chako. Jumamosi ni rasmi. Naomba uchukue ile Biblia ya Mama Kabayo ile. Chukua ile unisomee ile Kumbukumbu la Torati hiyo. Kumbukumbu la Torati 10 tusomee hiyo 5:12. Tusomee 5:12. Nataka Kumbukumbu la Torati kwa Kiswahili cha sasa. Nataka tu wasikilize hicho Kiswahili. Kumbukumbu la Sheria sura ya 5 fungu la 12. Adhimisha siku ya Sabato. Umeisikia hilo neno? Wanakuambia usiazimisha siku nyingine. Ni marufuku kabisa. Wanakuambia azimisha siku ya lini tu? Ya Sabato. Azimisha siku ya Sabato. Na kuiweka wakifu. Na hiyo siku uiweke nini jamani? Iweke wakifu. Kama mimi Mwenyezi Mungu. Kama yeye Mwenyezi Mungu, Mungu wako, nilivyokuamuru. Kumbe ni agizo tumeamuliwa na nani jamani? Anasema kama mimi Mwenyezi Mungu, Mungu wako, nilivyokuamuru. Iweke hiyo siku nini jamani? Iweke wakifu. Endelea baba. Siku sitafanya kazi. Sikiliza hiyo. Natenda mambo yako yote. Sikiliza hiyo. Lakini siku ya 7. Isikiliza vizuri hiyo. Ni Sabato, ni siku ya Sabato. Ni siku ya pumziko. Ambayo imetengwa kwa ajili yangu. Karudia kwa sentensi wakaelewe. Ambayo imetengwa kwa ajili yangu. Ambayo imefanywa nini jamani? Imefanywa nini? Imetengwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Musa. Mungu. Imetengwa kwa ajili ya Mungu. Siku hiyo wewe usifanye kazi yoyote. Ni marufuku. Wala mwanao. Ni marufuku. Wala binti yako. Ni marufuku. Wala mtumwa wako wa kiume. Asifanye siku hiyo. Au wa kike. Hakuna kabisa. Wala ng'ombe wako. Marufuku. Wala punda wako. Marufuku. Wala mnyama wako yeyote. Wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Ili mtumwa wako wa kiume na wa kike wapate kupumzika vile vile kama wewe. Basi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wangapi wananielewa? Mikono juu. Malaika wanachukua taarifa zako. Yaani hii imewekwa wakifu. Tena Biblia inasema ya kwamba imetengwa kwa ajili ya nani tu jamani? Ya Mungu. Korani inafafanua. Nenda haraka Korani 4 takatifu. Korani inafafanua imetengwa kwa sababu gani? Imewekwa rasmi. Kiswahili kingine unaweza kaandika hivyo. Imewekwa rasmi. Imetengwa kwa ajili ya Mungu. Usifanyie kazi yoyote Jumamosi. Marufuku kabisa. Hebu isikilize fungu la 154. Ameandika hivi. 154. 154 Korani takatifu. Ameandika hivi. Aya ya 154. Anasema kwamba. Hebu isikilize hiyo. Na tukaunyanyue mlima juu ya hao waitwao Mayahudi. Hao Mayahudi. Kwa kufanya agano nao la kufuata Torati. Kuifuata Torati. Na tuliwaambia liingieni lango la nchi ya Shamu
hali ya kuinama, huku kama mnarukuu wakapinga. Endelea. Na pia tukawaambia msiruke mipaka kwa kuvunja taadhima ya Jumamosi. Msiruke nini jamani? Msiruke mipaka kwa kuvunja taadhima ya Jumamosi. Bas, ishia tu hapo. Msiruke mipaka. Hata kama umelewa, angalia sana. Msiruke mipaka kuivunja taadhima ya juma ngapi? Kuivunja heshima walioenda shule. Msivunje heshima ya juma ngapi jamani? Heshima ya Jumamosi ni nini? Nenda kwenye fafanuzi ya C. Kuna A, B, C. Sikiliza hiyo. Na baada ya kutua katika hiyo miji ya vijiji vya Shamu, waliambiwa waiadhimishe siku ya Jumamosi. Nenda taratibu watu waielewe vizuri hiyo. Waliambiwa waiadhimishe siku ya Jumamosi. Kwa kuifanya ni siku ya ibada tu. Bwana asifiwe. Wakaambiwa waifanye iwe siku ya ibada tu. Sijasikia tu yenu, nataka na nyinyi muongee tu hapo. Iwe siku ya ibada tu. Sijasikia vizuri, iachie ya nguvu zote, hata kama unapasuka midomo Yesu atashona. Iliambiwa iwe siku ya ibada tu. Niliwaambia usipoelewa na leo unasikia la kufanya nini jamani? Jamani, Jumamosi imetengwa rasmi, imewekwa wajibu kwa ibada pekee yake. Iwe siku ya ibada tu. Maliza baba. Si siku ya kufanya kazi. Bwana asifiwe. Amen. Jumamosi sio siku ya kufanya nini jamani? Kazi. Sio siku ya kufanya kazi. Rafiki zangu, kama mlifundishwa Jumapili ndio siku ya kupumzika, mliliwa. Tunawathibitishia kwa imefanya nini tu jamani? Leo tumesimamisha mashahidi. Tunatoa vielelezo ili kesi ifanye nini jamani? Iishe. Ukibaki unalalamika shauri yako. Ila kesi leo inaamuliwa. Jumamosi peke yake ndio siku ya mapumziko. Tena Biblia na Qur'ani zinakubaliana. Biblia na Qur'ani zinasema kwamba imewekwa wakifu, imetengwa. Qur'ani inakandamiza, inasema ni kwa ajili ya ibada tu. Inakaza. Na wale wanaoenda msikitini Ijumaa wana shida. Watahukumiwa na hiki kitabu chao. Na nyinyi wa Kristo mtahukumiwa na kitabu chenu cha Biblia. Siku ya mwisho mashahidi hao watasimama kwamba ulisikia lakini hukuelewa. Ingia katika jehanamu ya moto. Naomba rafiki yangu usikilize leo. Na ndiyo maana Mungu ameleta mhubiri wa kushangaza, ili hata we mwenyewe ujishangae. Maana elimu hii yote ulipaswa uielewe wewe mwenye macho. Lakini wewe na macho yako yote hayo yanakodoa, yanaona mpaka wapi? Uyaelewi haya. Mungu ameshuka kupitia hiki kiumbe uelewe. Usipoelewa na mhubiri huyu, usipomwelewa na mhubiri huyu, wewe hakuna wa kuwaelewa. Hebu anza kufikiria umehubiriwa na wangapi? Yaani umehubiriwa na wengi, na pengine hii elimu ulikuwa hujaifahamu vizuri. Mungu ameshuka kwa ajili yako. Rafiki yangu, baba yangu, kijana wangu na kidada wangu, ninapenda niwasisitize kabisa. Kama mlienda Jumapili, Mungu awasamehe. Kama mlienda kusali Ijumaa na mkaelewa kama kwamba ni siku ya mapumziko, Mungu awasamehe. Maana kila jambo lina mwanzo na nini jamani? Na mwisho. Kama kulikuwa wakati wa kupotea, sasa ni wakati wa kueleweka. Kuna zama za kudanganywa na zama za kuelewa. Hii zama ya leo na siku ya leo itumie kwako kuwa siku ya kuelewa. Na kama ni kudanganywa, ulidanganywa muno, yafanyaje? Yatosha. Wangapi wanasema yatosha? Mikono juu. Ripoti zinaenda. Sasa sikiliza. Nimesoma Biblia
nimesoma Qur'ani. Vitabu hivi vyote viwili vimetoa ushahidi kwamba siku ya kumwabudu Mungu ni juma ngapi? Halafu wewe tukuone unaenda Jumapili. Sijui na wewe utachukua kitabu gani kitakacho kusaidia. Nilikwambia nitakusimamishia leo mashahidi wangapi? 4. Sasa hivi wametoa wangapi ushahidi? 2. Wamebaki wangapi? 2. Nilikwambia shahidi wa kwanza atakuwa Biblia, shahidi wa pili atakuwa Qur'ani, shahidi wa tatu vitabu vya dini, shahidi wa nne vitabu vya nini? Vya dunia. Tumehama kwenye Qur'ani, tunaenda kukuonyesha vitabu vya madhehebu vyenyewe vinathibitishaje. Nianze na misala ya waumini. Misala ya waumini ni kitabu nilichokisoma sana, maana mimi nilikuwa Mkatoliki wa kufaulu. Nilivisoma hivi vitabu sana. Misala za waumini, katekisimu, vyuo vya sala, vyote vilikaa hapa vyote. Nilikuwa mtaalamu wa utunzi wa nyimbo za liturujia. Mapaloko walikuwa wananiheshimu kama mwenzao katika ufundishaji. Naomba unisaidie, naomba unisikilize vizuri. Misala ya waumini katika kile kitabu cha Misala ya waumini, ule ukurasa wa 377, 377 kwa walio na misala ya waumini 377 imeandikwa hivi. Hebu isikilize vizuri, hii ikusaidie. Misala ya waumini ukurasa wa 377 inasema, imeandikwa hivi: mpango wa masomo matakatifu, nyimbo na sala, katika liturujia ya neno la Mungu. Yaani katika neno liturujia maana yake ni ibada. Katika ibada ya neno la nani jamani? La Mungu. Katika ibada ya neno la Mungu ni sawa na ibada zilizokuwa zikifanyika. Ni sawa na ibada zilizokuwa zikifanyika siku ya Sabato. Zilifanyika siku ya lini? Maliza baba. Katika sinagogi. Zilifanyika katika wapi? Sinagogi. Nani alizifanya? Endelea. Yesu na mitume wake. Rudia hiyo. Yesu na mitume wake. Rudia tena. Yesu na mitume wake walishiriki ibada hizo. Bwana asifiwe. Sasa kama Yesu na wanafunzi wake walishiriki ibada za siku ya Sabato, wewe unashiriki za Jumapili. Wewe ni mwanafunzi wa nani? Usipoelewa na leo unajua wachungaji tu ndio hawasaidii watu. Na kweli wachungaji mtakinywea Yesu akirudi. Maana watu wanaopotea ni nyinyi. Yeremia 50 fungu la 6. Kimbia haraka. Yeremia 50 fungu la 6. Ameandika hivi. Yeremia 50 fungu la 6. Yeremia 50 mstari wa 6 anasema. Ameandika hivi. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Sikiliza hiyo vizuri hiyo. Wachungaji wao wamewapoteza. Unaona hiyo? Yaani rafiki zangu wachungaji, msipowafafanulia watu vizuri, utakutana na Yesu akirudi. Anasema watu wangu wamekuwa kama kondoo waliofanya nini jamani? Lakini wanaowapoteza ni wanani jamani? Ni wachungaji wao. Hawawafafanulii ukweli. Shida ni nini? Kwa nini hawawaambii ukweli? Kimbia Warumi haraka haraka. 16:17 ameandikaje? Kwa nini hawawaambii ukweli? Mbona hawawaambii ukweli na ukweli wanaufahamu? Shida ni nini? Ndugu zangu na wasihi, isikilize hiyo. Waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho, wanaonena kinyume cha mafundisho mliojifunza. Isikilize hiyo. Mkajiepushe nao. Hao watu hata kama ni viongozi wenu wa dini jamani, nendeni mkajiepushe nao. Mkajiepushe nao. Kwa nini? Kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo. Wanatumikia nini? Bali matumbo yao wenyewe. Bwana asifiwe. Wanahangaikia matumbo.
Maana wao wanapokea mishahara, wewe unaendelea kupotea, na Yesu anakuja, hupati faida yoyote. Nafuna mwenzako alivaa suti. Wote mnaonisikia, kuanzia leo muwe wa Sabato. Kuanzia leo msali Jumamosi. Biblia inatangaza, inasema wale waliowadanganya nendeni kuanzia sasa mkajiepushe, maana wote walio hivyo hawamtumikii Bwana Yesu, bali wanahangaikia matumbo yao na kwa maneno laini. Maliza baba yangu wewe. Na kwa maneno laini na ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Mmesikiliza hiyo? Rafiki yangu, mpendwa wangu, baba yangu, mama yangu, kijana, wewe hapo ulipo, na kama ulidanganywa, yafanya nini jamani? Yatosha. Siku ya kumwabudu Mungu ni Jumamosi. Kamusi imeandikwaje? Tunaenda kwenye kitabu cha dunia, maana hatuna muda mwingi wa kukaa. Muda wetu umeisha. Tunakupeleka kwenye shahidi wa 4. Mashahidi wa 4 anasemaje? Vitabu vya dunia. Nilikwambia hivyo. Kamusi ya Kiswahili sanifu ukurasa wa 245, zile kamusi ndogo. Wale walio na kamusi kubwa ni ukurasa wa 354. Imeandikwa hivi, tunasoma kamusi ndogo ukurasa wa 245. Sabato kwenye neno esi. Sabato. Isikilize vizuri hiyo. Ni siku ya Jumamosi. Iwekeeni. Ni siku ya Jumamosi. Rudia watu wasikilize vizuri. Sabato. Ni siku ya Jumamosi. Jamani, Sabato ni siku ya juma ngapi? Kinachozungumza hiki ni kitabu cha wapagani tu. Ni watu tu wasomi wenye elimu zao, kamati za utunzi wa vitabu, na zenyewe zimekaa zikakuandikia. Ina maana wewe utaendelea kupotea tu. Ni mtu wa namna gani? Kama Biblia imekwambia Jumamosi ndiyo siku ya 7, Korani imesema Jumamosi ndiyo siku ya ngapi? Ya 7. Bado vitabu vya dunia vinakwambia Sabato ni juma ngapi jamani? Ni Jumamosi. Wewe utaendelea kukataa tu. Ni mtu wa namna gani? Hata mshahara upatagi. Ni mtu wa namna gani wewe? Rudia hiyo baba, waisikie vizuri hiyo. Sabato. Ni siku ya Jumamosi. Ni siku ya Jumamosi. Siku ya kumwabudu Mungu. Ni siku ya kumwabudu nani jamani? Ni siku ya kumwabudu Mungu kama litumikavyo katika Biblia. Bwana asifiwe. Kamusi imekuandikia, halafu ikakuelezea, ikakufafanua, ikamaliza kukufafanulia, ikakutuma kwenye nini jamani? Kwenye Biblia. Utaendelea kukataa tu wewe? Una akili gani? Tumemaliza. Mashahidi wote wa 4 wametoa nini jamani? Wote. Biblia imesema siku sahihi ya kumwabudu Mungu ni juma ngapi? Korani imesema siku sahihi ya kumwabudu Mungu ni juma ngapi? Tena ni wakifu kwa ibada tu. Bado vitabu vya dunia vinakuthibitishia. Na wale mliona kamusi zile dictionary za Kiingereza, nenda ukasome pale kwenye Sabbath, watakwambia ni juma ngapi jamani? Jumamosi. Bado vinakuthibitishia siku ya ibada, siku ya mapumziko ni Jumamosi. Utaendelea kuenda Jumapili, utaonekana unatimama. Tumemaliza sifa 4 za Jumamosi, namalizia za Jumapili maana ni nyingi kidogo. Twende sifa za Jumapili. Jumapili na sifa 8. Lakini miongoni mwa hizo 8 hakuna hata moja inayokuambia kupumzika. Hakuna hata moja. Hakuna. Nimesema Jumapili na sifa ngapi jamani? Ina sifa 8. Wanaojuaga kuandika tu ziorodhesha haraka haraka. Na zitamka alafu nasoma. 1. Jumapili ni siku ya kwanza ya juma. 2. Jumapili ni siku ya kutembelea makaburi. 3. Jumapili Yesu alifufuka. 4. Bwana asifiwe. Tuko kwenye sifa za juma ngapi? Jumapili 1. Ni siku ya kwanza ya juma. B. Ni siku ya kutembelea makaburi. C. Ni siku ambayo Bwana Yesu alifufuka. Ni kweli kabisa, alifuka juma ngapi jamani? Ni kweli kabisa. Hiyo ni C. B. Jumapili ni siku ya machangizo. Maharambee yote yanapaswa yafanyike Jumapili. Nitakusomea.
Wale mnaofanyaga harambee Jumamosi mtakutana Yesu. Nisubirie. Tunaenda yani namba 5. Jumapili ni siku ya sikukuu. Masikukuu yote. Kipindi kabla we hata hujazaliwa yalifanyika Jumapili. Namba 5 hiyo. Namba 6. Yani tunaenda F. Namba 6. Jumapili kabla namba 6. Jumapili ni siku ya safari ambayo watakatifu wote walikuwa wakisafiri mwanzo wa siku. Nisikilize, hiyo ni 6. Namba 7. Jumapili kabla Yesu hajazaliwa, watakatifu wa zamani walisamehewa dhambi zao kupitia damu za wanyama. Kwa hiyo Jumapili ambayo ni siku ya kwanza ya juma ilikuwa ni ibada ya kupeleka sadaka za kuteketezwa mbele za Mwenyezi nani? Nitakusomea mwisho inayoitwa H, namba 8. Jumapili ni siku ya kwenda mashambani. Iandike hivyo. Ni siku ya kwenda wapi? Sio kanisani. Tunaanza kukusomea haraka haraka. Luka 24 fungu la kwanza. Ameandika hivi. Luka 24 fungu la kwanza ameandika hivi. Hata siku ya kwanza ya juma. Hata siku ya kwanza ya nini? Hebu chukua Kiswahili cha kisasa, kimeandikwaje pale? Siku ya kwanza ya juma inaandikwaje pale? Kwenye Kiswahili cha kisasa. 24 fungu la kwanza. 24 Luka. Jumapili inaitwa siku ya kwanza ya juma, rafiki yangu. Rafiki yangu naye nisikiliza, Jumapili ni siku ya kwanza. Luka 24 fungu la kwanza Kiswahili cha kisasa. Ameandika nini? Jumapili. Alfajiri na mapema. Wale wanawake walikwenda kaburini. Wanawake walienda wapi? Ndio maana nikakwambia sifa ya pili ya Jumapili, hiyo siku ilikuwa rasmi kutembelea makaburi. Yaani kama umefiwa na ndugu zako na marafiki zako wamekuja kukusalimia, watembeze makaburini. Juma ngapi? Jumapili. Nenda unayasurvey makaburi, unawaonyesha hilo ni la Mathayo, hilo kule la Kalimanzira na kule Kamuhanda. Nashangaa wale wengine hamuandikaki majina. Muwe mnayajenga, mnayaandika majina, sio tatizo. Andika ili kusudi unatembeza watu na waonyesha hapo ni Joyce, yule pale ni nani. Ni siku rasmi kwa kuyatembelea makaburi. Kwa hiyo hata wanawake wa zamani Jumapili ilipofika, ambayo ndio siku ya kwanza ya juma, walienda kulitembelea kaburi la nani jamani? La Yesu. Wakalikuta lile jiwe, endelea. Walikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi. Endelea. Walipoingia ndani, hawakuona mwili wa Bwana Yesu. Endelea. Walipokuwa bado wanashangaa juu ya jambo hilo, mara watu wawili waliovaa mavazi yenye kung'aa sana wakasimama karibu nao. Hao wanawake wakaingiwa na hofu, wakainama chini. Ndipo wale watu wakawaambia, waliwaambiaje? Kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya waliokufa? Sikiliza vizuri. Kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya waliokufa? Hayuko hapa. Amefanyaje? Amefufuka. Juma ngapi hiyo jamani? Jumapili. Yesu alifanya nini? Alifufuka, na ndiyo sifa namba 3 hiyo. Kimbia kitabu cha Wakorinto haraka wa kwanza 16. Tunaenda sifa ya namba 4. Siku ya Jumapili ambayo ndiyo siku ya kwanza ya juma ni siku ya machangizo. Ni siku ya maharambe. Fungu la kwanza na la pili soma. Wakorinto wa kwanza 16 fungu la kwanza. Sasa yahusu ule mchango kwa ajili ya watu wa Mungu. Yahusu nini jamani? Ule mchango kwa ajili ya watu wa Mungu. Kwa ajili ya yani kama tulivyokuja hivi sasa, tulivyokuja hivi kutoka Tanzania, ina maana mnatufanyia mamichango siku ya kwanza ya juma. Yani wakina Paulo walipokuwa wakitembelea makanisa, waliambiwa wafanye ngana mamichango ili siku ya Sabato wakija wapewe tu. Hakuna kuchangisha siku hiyo. Wakaambiwa fanya michango kwanza kwa ajili ya watu wa nani? Wa Mungu. Ilikuwa Jumapili hiyo. Endelea. Fanyeni kama nilivyoyaagiza makanisa ya Galatia. Endelea. Kila Jumapili. Kila juma ngapi? Kila Jumapili. Endelea. Kila mmoja wenu atenge kiasi cha fedha. Atenge kiasi cha nini? Cha fedha. Kwa ajili ya machangizo haya. Kadri ya mapato yake. Kadri ya mapato yake.
ni siku ya machangizo. Iandike hivyo. Kama wakifanya machangizo Jumapili, nenda bila kuangalia nyuma, maana ni rasmi kwa hilo, na ndio sifa ya ile hiyo. Sifa namba 5 ni siku ya masikukuu. Hata mitume na Wakristo wote walikutana Jumapili kumega mikate. Leo hii hatuna mikate, twaweza tukakutana kumega wali jumlisha ugali, ongezea nyama, kunywa na juisi. Juma ngapi hiyo? Jumapili. Matendo 20 fungu la 7. Halafu nyinyi mnaanza kudanganywa na huku mna macho ya kuona. Sikiliza fungu la 7. Matendo 20 fungu la 7. Ameandika hivi: Jumamosi jioni, tulikutana ili kumega mkate. Hapa wanakuandikia Jumamosi nini jamani? Jioni. Wanakumaanishia hivi, siku inaisha jioni. Yaani Jumamosi kukicha jua, kukizama jua, siku inafanya nini jamani? Inaisha. Inaanza siku ya juma ngapi? Jumapili. Soma Kiswahili cha kale, watu wasikilize vizuri hiyo, maana wanaweza wakafikiri hapa ni Jumamosi. Wanakuandikia ni Jumamosi jioni, ina maana ilikuwa imeisha Sabato. Soma, na ikaandikwa siku ya kwanza ya juma. Matendo 20 fungu la 7. Ameandika nini? Hata siku ya kwanza ya juma. Hiyo ndio inafafanua. Inasema hiyo ilikuwa ni siku ya kwanza ya nini? Ya juma, ambayo ndio Jumapili. Tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate. Walikutana kumega nini jamani? Mkate. Walikutana kuimega mikate, maana ni rasmi kwa kula, rasmi kwa masikukuu. Wakakutana ili kumega mikate. Endelea baba. Paulo akawahutubu mpaka usiku wa manane, akiazimu kusafiri siku ya pili yake. Akiazimu kusafiri kesho yake. Yaani hapa tumepiga ndege wawili kwa jiwe moja. Ina maana tumemaliza hapa kula mikate, Paulo anaanzisha safari ya asubuhi. Ina maana mkate walikula jioni, yani usiku. Halafu asubuhi Paulo akaendelea na nini? Safari. Na safari. Jumapili hiyo hiyo. Ndio maana nikakwambia sifa ya 6 ya Jumapili ni siku ya safari. Na mpaka leo wahubiri wote huwa tunaanza safari juma ngapi? Jumapili. Na Jumamosi tukimaliza hapa ibada, tunamaliza tunafunga virago, funga kila mtu akitakaye sahau sheti ni shauri yake. Jumapili asubuhi tunafanya nini? Safi. Maana ni siku ya safari. Wewe ukibaki hapa tutakuona. Bwana asifiwe. Tumemaliza sifa 6. Tunaingia sifa namba ngapi? Sifa ya 7. Kabla Yesu hajazaliwa, hajafa msalabani, wazambi wa zamani walisamehewa dhambi zao kupitia damu za wanyama. Hivyo Jumapili, ambayo ndio siku ya kwanza ya juma, watu wote walipeleka sadaka zao za kuteketezwa mbele za Bwana kabla Yesu hajafa wapi? Msalabani. Na Yesu alipokufa msalabani, hiyo ibada ikajifunga. 23 kitabu cha Walawi fungu la 7. Sikiliza hii fungu la 7, itakusaidia sana hiyo. Hii ndiyo siku ambayo rasmi kabla Yesu hajazaliwa, hajafa msalabani. Soma Walawi 23 fungu la 7. Ameandika nini? Siku ya kwanza ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma. Siku ya kwanza, endelea, mtakuwa na kusanyiko takatifu. Hapa ndipo wachungaji wasio na elimu ya Biblia wanapotezea watu wanaposoma hili fungu, kwamba siku ya kwanza ya juma kutakuwepo na kusanyiko nini? Takatifu. Badala ya kufafanua vizuri kwamba hili kusanyiko lilikuwa linamaanisha nini, badala yake wao wanasema jamani, hata siku ya kwanza ya juma kulikuwepo na kusanyiko takatifu. Tuko sahihi. Bwana asifiwe. Kumbe kusanyiko sio Sabato. Naomba hicho Kiswahili ukielewe. Hili lilikuwa ni kusanyiko, sio nini jamani? Sio Sabato. Na kusanyiko linafanyika siku hiyo. Na ndio maana tuko hapa leo. Ni juma ngapi leo? Hili unaloliona ni nini? Makusanyiko hayana Sabato. Kusanyiko mnaweza mkakusanyika siku yoyote kwa ajili ya harusi, mkakusanyika siku yoyote kwa ajili ya nini, mkakusanyika siku yoyote. Na siku hiyo ya kwanza ya juma walikusanyika kwa ajili ya nini? Endelea. Msifanye kazi yoyote ya utumishi, lakini mtasongeza sadaka kwa Bwana. Kwa nini? Kwa njia ya moto siku 7. Bas. Lakini mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya nini? Ya moto. Hapo ndipo walipopeleka ibada zao, walipopeleka sadaka zao za kufanya nini jamani? Za kuteketezwa. Kabla Yesu hajafa wapi jamani?
msalabani. Na Yesu alipokufa msalabani, hii ibada au makusanyiko ya siku ya kwanza ya juma kwa ajili ya hili yaliisha. Sasa hivi tunasamehewa dhambi zetu kupitia damu ya nani? Tumemaliza hiyo. Tunaenda sifa ya mwisho. Sifa ya ngapi? Ya 8. Tuliandika sifa ya 8 ni sifa gani? Ni kwenda wapi? Marko 16. Kila kitu kimeandikwa baba. Hebu isikilize vizuri hiyo. Tena soma Biblia ya Kiswahili cha kisasa maana tunamalizia. Biblia ya Kiswahili cha kisasa inafafanua vizuri kweli. Marko 16. Hebu anza na fungu la 9. Liandike na wewe utasaidia watu. Hata utasoma Biblia ya zamani ni sawa tu. Yaani maneno ni yale yale tu. Hayabishani. Ni yale yale tu. Tunaanza na fungu la 9. Marko 16 fungu la 9. Yesu alipofufuka mapema Jumapili. Alifufuka mapema juma ngapi? Jumapili. Endelea. Alijionyesha kwanza kwa Maria Magdalene. Ambaye Yesu alikuwa amemtoa pepo 7. Naye Maria Magdalene akaenda akawajulisha wale waliokuwa pamoja na Yesu. Na wakati huo walikuwa wanaomboleza na kulia. Lakini waliposikia ya kwamba Yesu yu hai, kwamba Yesu amefufuka, na kwamba Maria Magdalene amemwona, hawakuamini. Endelea. Baadaye Yesu aliwatokea wanafunzi wawili. Hiyo ndo naomba irudie watu waisikilize vizuri. Baadaye Yesu aliwatokea wanafunzi wawili akiwa na sura nyingine. Wanafunzi hao walikuwa wanakwenda mashambani. Bwana asifiwe. Ilikuwa juma ngapi hiyo? Asubuhi na mapema Yesu akakutana na wanafunzi wangapi? Wamebeba majembe, wanaenda wapi? Kumbe desturi ya wanafunzi wa Yesu Jumapili kukicha, jembe begani, nenda wapi? Yaani nyinyi mnaonisikiliza leo mkichukua Biblia kwenda kanisani Jumapili, wengine mtakutana na mkono wa Mungu siku hiyo. Una akili gani? Kama umeelewa hivi, halafu endelee kwenda Jumapili. Yaani watakatifu wa Mungu na wanafunzi wa Yesu Jumapili wanachukua majembe kwenda shambani, halafu wewe unachukua Biblia kwenda wapi? Una akili wewe? Jijaji mwenyewe. Jifanyie research wewe mwenyewe. Hebu anza kufikiria. Wanafunzi wa Yesu wanaenda shambani juma ngapi? Halafu wewe unachukua Biblia kwenda kanisani juma ngapi? Je, hebu anza kujibu wewe kichwani. Maana sasa tutumie na moja wapi jamani? Kichwani. Wanafunzi wa Yesu wanaenda kanisani, wanaenda shambani, wewe unaenda kanisani. Wewe ni mwanafunzi wa nani? Jibu liwe la moja wapi jamani? Tumia tu kichwani. Nataka nikwambie baba yangu, mama yangu, siku ya kwanza ya juma ni Jumapili, na siku ya 7 ni juma ngapi? Ni Jumamosi. Siku ya kwenda kulima ni juma ngapi? Na Jumamosi ni siku ya ibada tu. Tumemaliza. Sasa wengine wanauliza, sasa Jumapili ilikuwa kuwaje? Mpaka ikawa kawaje? Nuisha ikawa kawaje? Sikiliza nijibu hilo swali. Sikiliza, kabla hujaniuliza ninalijibu tu. Leo utake usitake, maana ndio tunaagana hivi. Tunachapa tu leo. Inakuwaje? Ilikuwaje mwisho ya Jumapili wakaanza kusali? Najua tu hilo swali unalo kichwani. Napenda nichukue Korowani tukufu itumalizie kesi hiyo. Korowani tukufu ukurasa wa 344. Naomba usikilize vizuri kabisa. Ilikuwa kuwaje Jumapili nayo ikawa siku ya kwenda kusali? Wapendwa, mavitabu yako wazi. Someni tu mavitabu. Yako wazi, na wala mimi sio mimi ninayesema hapa. Mimi ni mtu wa kusimamia tu. Kinachokuambia ni kitabu. Hebu sikiliza fungu la 344. Tunasoma Qur'an tukufu kurasa wa 344. Jumapili kufanywa sabato ni upagani. Irudia watu waisikie vizuri. Jumapili kufanywa sabato ni upagani. Ninarudia kuikazia. Jumapili kufanywa sabato ni nini? Kule nyuma ni nini? Yaani Jumapili kuifanya siku ya ibada ni upagani.
Jumapili kuiandika na wewe iwe siku ya pumziko kwako ni upagani kabisa. Hebu isikilize vizuri hiyo. Kubadilishwa kwa sabato ya Kiyahudi iliyoamrishwa katika amri 10. Hebu isikilize vizuri hiyo. Toka Jumamosi kuitia katika Jumapili ni jambo la kipagani. Naomba watu waisikilize vizuri hiyo. Naomba uirudie, uikazie. Kubadilishwa kwa sabato ya Kiyahudi, kubadilishwa kwa sabato ya Kiyahudi iliyoamrishwa katika amri 10. Iliamrishwa kwenye amri ngapi? Na ni amri ya ngapi hiyo? Iliyoamrishwa kwenye amri 10, kuibadilisha, kuitoa Jumamosi, toka Jumamosi kuipeleka Jumapili, kuitia katika Jumapili. Hilo pia ni jambo la kipagani. Ni jambo la nini jamani? La kipagani kabisa. Nani alibadilisha? Endelea baba. Falme Konstantino kabla hajaingia Ukristo alikuwa akimwabudu Apollo, yani Mungu jua. Mungu jua. Ingawa aliingia Ukristo, hakuiacha. Muhuri wake ulidumu kuwa na chapa ya Apollo na uliandikwa kwa jua asiyeshindika, rafiki yangu. Yani pamoja na kuingia Ukristo, Konstantini chapa yake ilibaki kwa muhuri wa Mungu nini? Jua. Maana yake hakuhama kwenye dini hiyo, ila alijivika tu Kristo, ila imani yake aliendelea kuabudu nini? Sasa kwa kuwa alikuwa ni mfalme, akaitaka dunia yote imwabudu Mungu wa Konstantini ambaye anaitwa Mungu nini? Endelea baba yangu. Konstantino hakwenda kinyume na dini ya jadi yao. Hakwenda yani hakuiacha dini ya jadi yao iliyopendelewa sana na watu. Endelea. Kwa yeye jina la Kristo lilikuwa fani ya Mungu jua. Yani alikuwa amevaa tu Kristo, lakini fani yake asilimia zote ilikuwa ni kwa Mungu nini? Mariza baba. Makanisa ya kipagani aliyeweka imara, ndipo akaanzisha ujenzi wa makanisa ya nini? Ya kipagani. Makanisa yote yanayosali Jumapili yote yanaitwa makanisa ya nini jamani? Ya kipagani. Samahani kama nitakugusa hapa, ninasoma na wala sio mimi niliyeandika. Naomba unisikilize. Makanisa yote yakajengwa kwa hela ya serikali. Serikali ya mfalme nani jamani? Konstantini. Yakajengwa makanisa ya wapagani na ya kumwabudu Mungu nini jamani? Ndiyo maana Jumapili tangu mapema mpaka leo na kesho Yesu atarudi, ataikuta Jumapili inaitwa sai. Maana yake ni siku ya nini? Ni siku ya kumwabudu Mungu wa Apollo, Mungu wa Konstantini, Mungu wa wapagani wa Rumi, Mungu jua. Mpaka leo. Maliza. Siku ya Jumapili kama tulivyokwisha sema ndiyo ilikuwa akiabudiwa jua. Rudia hiyo bana, umekata kidogo. Siku ya Jumapili kama tulivyokwisha sema ndiyo ilikuwa akiabudiwa jua. Bwana asifiwe. Mpaka leo. Nyinyi wakisi leo mnahitaji leo. Yani mpaka leo ni siku ya kumwabudu Mungu nini jamani? Mpaka leo unapoenda kusali Jumapili, unaenda kushirikiana na ibada za umizimu za wakina Konstantini. Napenda nisome hii sura ukurasa wa 345. Leo nimechukua muda kidogo mwingi kwa sababu ninaamua kesi. Bwana asifiwe. Amen. Maana siku ya kuamua kesi, hakimu usiende haraka. Tumia busara ili watu waelewe, hata waamuliwa watandikwe hukumu kwa nini jamani? Kama ni gereza wawekwe kwa haki, asiwepo wa kulalamika. Sikiliza, Biblia ninakwambia na Qur'ani zinakubaliana. Ukurasa wa 345 ameandika hivi. Tunasoma ukurasa wa 345 Qur'ani tukufu. Amri ya Sabato. Amri ya Sabato iliyoshikwa tangu miaka na miaka. Iliyoshikwa tangu miaka mingapi? Ina maana miaka ambayo haina nini jamani? Maana Sabato imeanza siku ya kwanza. Ilianza siku ya tarehe 7 mwezi wa kwanza mwaka wa kwanza wiki ya kwanza katika bustani ya Edeni.
Mwanzilishi wa kuianzisha sabato ni Mungu mwenyewe, na washirika wake wa kwanza ni Adamu na nani? Sasa hapa anakuandikia sabato iliyotunzwa miaka na miaka. Rudia hiyo. Amri ya sabato iliyoshikwa tangu miaka na miaka iligeuzwa kwa amri ya makasisi na mapadri. Iligeuzwa kwa amri ya nani? Namba 2. Namba 1, makasisi, yani viongozi. Ukisikia neno makasisi ni viongozi wa dini. Makasisi pamoja na mapadri, hawa ndio wakageuza sabato ya Jumamosi kuipeleka juma ngapi? Jumapili. Bariza baba yangu. Ajabu ni hii. Sikia hii. Ya kwamba hata Yesu hakutoa amri ya kuacha Jumamosi iliyo ni siku ya sabato na kushika Jumapili. Jamani, hivi mmeielewa hiyo Kiswahili hiyo? Wamekuandikia hata Yesu mwenyewe, na anayezungumza huyu ni Korowani. Wanakuandikia hata Yesu mwenyewe hajaiacha amri ya kushika Jumamosi, kushika sabato Jumamosi, badala yake akashika Jumapili. Hata Yesu mwenyewe hilo hakulifanya. Hata Yesu hakulifanya. Maliza baba yangu. Katika kitabu kiitwacho Maandiko Matakatifu yasemaje? Sikiliza vizuri hiyo. Padri Pitwai ameeleza ya kwamba wamefanya hivi kwa sababu Yesu Kristo alifufuka siku ya Jumapili. Mapadri na wengine wote maviongozi walibadilisha sabato kuiweka Jumapili eti kwa sababu Yesu alifufuka juma ngapi? Sasa hawa waliobadilisha ni Mungu, ni watu. Ibada ya Jumapili ni ya Mungu, ni ya watu. Marko 6:7 ameandikaje? Kimbia baba na malizia. Ameandika hivi Marko 6:7. Kuna mengine muda hautoshi, ila kile unachokipata hicho ndicho kakitendee kazi. Fungu la 7 ameandika hivi. Marko 6 fungu la 7. Anasema kwamba aliwaita wale wanafunzi 12. Tusome Marko 7 fungu la 6. Soma Marko 7 fungu la 6. Marko 7 fungu la 6. Ameandika hivi. Yesu akajibu akasema, wanafiki ninyi. Sikiliza hiyo. Wanafiki ninyi. Isikie vizuri. Nabii Isaya alibashiri ukweli juu yenu alipoandika. Nabii Isaya ametabiri vyema juu yenu alivyofanya nini jamani? Hebu soma Kiswahili cha kale watu waisikilize vizuri hiyo, maana hiyo itawachanganya. Kiswahili cha zamani kimeandikwa vizuri, kinafafanua vizuri, kina Kiswahili kizuri. Hebu isikilize Marko 7 fungu la 6. Ameandika hivi. Marko 7 fungu la 6 anasema akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa. Sikia. Watu hawa huniheshimu kwa midomo. Watu hawa wanamheshimu Mungu kwa nini? Endelea. Ila mioyo yao iko mbali nami. Kwa nini? Nao waniabudu bure. Wanamwabudu Mungu. Endelea. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wanafundisha mafundisho yaliyo maagizo ya nani? Ya wanadamu. Wakina Konstantini na mapadri na makasisi waliobadilisha sabato kuipeleka Jumapili. Unapoenda kusali Jumapili, maana yake umeiacha amri ya nani jamani? Umeenda kufuata maagizo ya nani? Unamwabudu Mungu nini? Unamwabudu Mungu bure. Biblia imeandikwa wananiabudu bure, maana wameiacha amri yangu wakafuata maagizo ya nani? Maliza. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Mumeiacha amri ya nani? Ya Mungu. Inayosema ikumbuke siku ya sabato ifanye nini? Siku sitafanya nini? Tenda mambo yako. Lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu. Watu wameiacha hiyo, badala yake wakaenda kumwabudu jua kwa maagizo ya nani jamani? Ya wanadamu. Jioni ya leo ni jioni ya kufanya masahihisho. Bwana asifiwe. Wangapi wamenielewa? Walioelewa mikono juu. Jioni ya leo ni siku ya kufanya nini jamani? Fanya masahihisho.
Biblia inasema dhambi zako hata kama ziwe nyekundu kama nini, ukikubali kutubu unasamehewa. Ukikubali kutubu unafanya nini jamani? Unasamehewa. Kile kitabu cha Waebrania, soma fungu la mwisho hilo. Fungu la mwisho. Imeandikwa hivi. Kitabu cha Waebrania 4 fungu la 9, imeandikwa imesalia raha ya Sabato kwa watu wa nani jamani? Rafiki zangu, imesalia raha ya Sabato. Soma baba. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Imesalia raha ya Sabato kwa watu wa nani? Watu wa Mungu, mikono juu. Ote taarifa zimeenda. Imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Endelea baba. Yeye, kwa maana yeye aliingia katika raha yake, amestarehe mwenyewe katika kazi yake. Endelea. Kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Endelea. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile. Tufanye nini jamani? Kuingia katika raha ile. Tufanye bidii. Tufanye nini? Bidii. Tufanye nini? Bidii. Bidii kuingia katika raha hiyo. Ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Yaani unaposhindwa kuingia raha ya Sabato, wewe unaitwa kwa lugha ya Biblia, wewe ni nani? Ni muasi. Rafiki zangu, imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Watu wa Mungu, mikono juu. Simameni. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jamani, siku ya 7 ni lini? Siku ya 7 ni lini? Naomba wote tuseme siku ya 7 ni lini? Na Jumapili ni siku ya kwanza ya nini? Na Biblia imeandikwa imesalia raha ya Sabato kwa watu wa nani? Kwa watu wa Mungu. Sabato itaendelea mpaka mbinguni, na hata mpaka mbingu mpya Bwana anazifanya. Biblia inasema, unaposimama hivyo lisikilize hilo fungu vizuri. Isaya 66 fungu la mwisho kabisa limeandikwa hivi, fungu la 22 na 23. Lisikilize hilo vizuri kabisa. Kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Hata itakuwa, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na Sabato hata Sabato. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Bwana asifiwe. Wanadamu wangapi jamani waliowahi kujiangalia kwenye vioo wakajikuta wana vichwa vya wanadamu? Hebu naomba mikono yao, mikono juu. Wanadamu, mikono juu. Sogeni huku mbele wanadamu. Njoni huku mbele wanadamu. Yaani ukibaki nyuma umejikata mwenyewe. Njoo, tembea baba hapo, tembea mama, tembea kaka. Wanadamu tu. Yaani tembeeni wanadamu, maana Biblia inasema ni wanadamu wote watakuja kumwabudu Mungu siku ya Sabato. Alafu wewe unahangaika na Jumapili likusaidie nini? Tembea baba yangu, tembea mama, tembea kijana, tembea dada, tembea. Siku ya kumwabudu Mungu ni juma ngapi jamani? Jumamosi. Hata kama unatembea kwenda kisimani, nenda, miguu yako inatangaza Jumamosi ni ibada. Jumamosi ni ibada. Yaani kulia ni ibada, kushoto Jumamosi ni ibada. Jumapili kwenda kufanya nini? Kulima. Bwana asifiwe. Ninamwachia mchungaji sasa. Get the point. Take a step forward.